Wananchi wa Mganza, poleni sana kwanza kwa tatizo lililowapata. Majanga ya moto ni majanga ambayo kwa kweli ni hatari sana. Katika hatari ya watu ambao ni maadui katika dunia ni pamoja na moto. Moto usipodhibitiwa vizuri unaleta changamoto kubwa sana ya kimaendeleo. Ndio maana tunasema unapotengeneza miundombinu yako ya kufanyia biashara zako, hakikisha unatengeneza pia na vizuizi vya moto, kwa sababu bila hivyo unaweza kujikuta moto utakushinda ukaingia sehemu nyingine, na hasa kwa wale ambao wanapika. Na hapa sasa hivi tumeambiwa kwamba moja chanzo kikubwa cha hii moto ni kwamba mtu mmoja alikuwa anachemsha mawese au kwa Kiha wanaita kambili. Wanachemsha mawese, wanabadilisha rangi kutoka ule unjano uingie kwenye hali ya kawaida ambayo ni mafuta kama korie. Sasa ili atengenezee kwa ajili ya kutengenezea chakula. Kwa bahati mbaya sana moto ukamshinda, maji ule moto ukalipuka. Na vibanda vingi hapa vilikuwa vitengenezwa kwa nini? Kwa mabanzi, kwa chini, kwa juu ndio kulikuwa kuna mabati. Vikashika moto. Hiyo ndio chanzo chake kikubwa. Sasa mwenye aliyesababisha haya mambo amekimbia, as kwamba anajua kabisa kwamba alichokifanya ni kizuri, akakimbia ili ajiokoe, akifikiria kwamba watampiga. Sasa ndugu zanguni, majanga kama haya yakitokea, tunatakiwa wote tushirikiane, kwanza kuokoa vitu. Na washukuru kwamba mmefanya ungwana sana, vitu vingi mmeviokoa, asilimia kubwa mmeeleza kwamba mmeviokoa. Sasa niwaombe ndugu zanguni, haya mambo ya majanga yanapotokea tufanye ungwana, badala ya kuona kwamba ni fursa ya kumfanya mwenzako aweze kuendelea tena kudidimia kiuchumi. Okoa hivyo vitu vyako, mwekee ili aweze kushtuka tena. Na sasa hivi hapa nimeagiza kwamba lazima hapa patengenezwe ili waanze kufanya biashara watu kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa kufuatia hii kadhia ya moto, natoa maelekezo yafuatayo kwa wananchi wangu. Ni lazima tunapojenga vibanda vyetu, tunapojenga maeneo yetu ya soko, lazima tuwekee nafasi mahali pa kupita. Hii ya kuunganisha hivi vinashonana hivi ndio vinaleta moto, vinaanza kuungua kwa. Kiungua kimoja ina maana vyote vinafanyaje? Na bahati mbaya sana huko kwenu upepo ni mkubwa. La pili, nataka wakati mnatengeneza vibanda hivi, mnapotaka kuweka umeme kwenye maeneo yenu, fuateni utaratibu mzuri wa kuweka umeme. Nendeni TANESCO, watawapa utaratibu mzuri. Nimefurahi kwamba wanyuma huko kuna mmoja alikuwa anaonyesha vibanda sinema huko, mpira, na mwingine hapa alikuwa anaonyesha mpira, walikuwa na kabisa na mita zao kabisa za TANESCO. Ina maana hata uwekaji wao umeme waliwekea vizuri. Sasa niwaombe ndugu zanguni, moto sio mchezo. Moto ni adui mkubwa sana. Ni lazima tudhibiti, kufuata utaratibu ili kuweza kukaa sawa. Tusipofanya hivyo itakuwa sio sawa. Agizo langu la tatu ni kwamba yule aliyesababisha moto na kukimbia, popote alipo arejee, ili serikali sisi tukae naye tumoja. Sio anakimbia tu. Na nyie niwaombe msifanye revenge, msifanye kurupiza kwamba huyo ametuletea maadui, sasa na sisi tumpige. Msimpige. Lakini nashukuru sana na mmesupport sana zimamoto ilivyokuja. Nimeambiwa kuisaidia kwa ajili ya kuzima moto. Na hiyo ndio tunayoitaka. Tumeelewana? Tuendelee kupendana wananchi, tuendelee kushirikiana. Sisi ndio Tanzania na Tanzania ndio sisi tunategemea. Hakuna mtu mwingine. Tusirudishane nyuma. Sawa. Ukitengeneza kibanda chako, sisi kazi yetu kama serikali ni kukulinda, hakikisha unafanya biashara zako katika mazingira mazuri. Lakini wewe mwenyewe pia ujiwezeshe, usio nachoma moto vibanda vya wenzako.